BDK TV, the truth shall set you free. Kwa maana pale ulimwengu ama mchanga ulikuwa tu unaolewa. Alikuwa anaona hiyo jambo ilikuwa nzito sana. Hakuwa anajua nguo inatoka juu. Amen. Nataka kuwajulisha siku ya leo. Kujeni kwa Yesu. Na ili mkamtumikie. Mbaji wa hivyo alisema kama hakuna uhai kwa Mungu, huko ni kuzuri sana. Kwa maana Mungu anafunika watu wake na utukufu. Amen. Naitwa Pastor Damaris wa Konyo. Natoka pale Kikuyu. Na Yesu ametutuma tukahubiri ambayo sifa yake. Na ili ambao hawamjua akaweza kumjua. Na ili mjua mnapendwa na Yesu kwa upendo wa maajabu. Ukisikia neno lake usifanye mambo kwa Mungu. Anasema amesimama kwa mlango anabisha. Ukikubali kufungua na ataingia. Na mkule na Mungu pamoja. Amen. Sitataka kuhubiri lakini naweza kuhubiri. Maana si mimi ninajua siku ya leo. Na ili nikamkabisha mtumishi wa Mungu. Na Mungu akawapenda na akawabariki. Amen. Mungu agaidhi. Mungu agaidhi. Mungu Yesu. Yes. Yes. Watu wakaponywe kupitia neno lako Jehova Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Tunakusifu na kusema asante kwa mtumishi wako na kwa neno lako Bwana. Tunaomba ukamtumie na njia maajabu na watu wako wakafunguliwe Jehova. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Akogaya na kigo kia Ngai wakusaidiana nini na Mungu. Goda tuone kigo kia Ngai kia muthuri wetagwo Nikodemu. Ninataka tunaenda neno la Mungu wa mzee mmoja aliitwa Nikodema. Muthuri waria ni agwetwo horo ucio. Huyo mzee anena hapa neno hiyo habari. Na ndaigwa nema roho wa Ngai na mubango mwega na nikasikia kweli roho wa Mungu wako pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninienda Yesu ni mwathani na muhonokia wako. Napenda Yesu ni mwokozi na mlinzi wa maisha yangu. Nitodo ni ajaririe nduma-ine na akingora. Maana alinitafuta nilikuwa gizani na akanipata. Otora kigo kia Ngai kiugago wega. Kama vile neno la Mungu linasema, ati uria wothe wakaira ritwa rĩa mwathani Yesu ni akahonoka. Ambaye yote ataita jina la Yesu atakombolewa. No uria ukarega na kararia watho wa Ngai. Lakini ambaye atakataa na kukatili amri ya Mungu, ucio ni mutuire cira. Huyo amehukumiwa na gikaro gĩa na makao yake ni kwenye moto wa milele. Kwa hivyo napenda Yesu. Na nitondo wa gorire mwanake munini. Kwa maana nilipata nilikuwa kijana mchanga. Nigoretwo matura maya. Nimekuwa kwa hizi vijiji. Nigoretwo na dana hujia kigo kia Ngai. Nimekuwa hata na nimehubiri neno la Mungu. No nigocaga Ngai ucio honokagia na agatũria. Lakini nafurahia kwa ajili ya Mungu ambaye anaokoa na kudumisha. Koguo ni haleluya. Ni watho turathikira. Tunatumikia watho wa Ngai. Hello. Yesu agethia kiuga umagaria injili. Pelekeni injili yangu. Twarerai andu othe uhoro mwega. Pelekeni watu wote habari njema. Na wakwetekia nerire. Na wakuamini na aitikie hiyo jambo. Ucio akahonoka na batithio. Ataokolewa na abatizwe. Ndio wale tware Yesu. Katika jina la Yesu. Muthuri ũgwĩtwo Nikodemu.
huyo mzee anaitwa Nikodemu. Maandiko maraiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai rĩtheru Johana 3. Maandiko yanasema katika Yohana 3 atĩ nĩ kwarĩ na mũndũ ati kulikuwa na mtu mmoja warĩ mũfarisai, alikuwa mfarisayo, mũnene wa Mayahudi, alikuwa mkuu wa Wayahudi. Unyite wega, ushike vizuri. Mũndũ warĩ mũfarisayo, alikuwa mfarisayo, mũnene wa Mayahudi, alikuwa mkuu wa Wayahudi. Mũfarisayo arĩ andũ arĩa moĩ watho wa Ngai. Wafarisayo walikuwa watu waliokuwa wanajua nini habari ya Mungu, na nĩo mehokeirwo kũrutana watho wa kĩrĩra kĩa Ngai, na walikuwa wanatumainiwa ku spread the word of God. Hallelujah, hallelujah. Pastor Marisoka haha ũndeithie kidogo. Hallelujah, amen. God Jesu arogocwo. Amen. Koguo mũfarisai arĩa mehokeirwo watho wa Ngai. Mfarisayo alikuwa one of the people that were hope for the word of God. Na nĩo marutanaga kĩrĩra kĩa Ngai. And they used to teach the word of God. Na rĩu ningĩ na sasa hello, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Huyo Nikodemo ucio alikuwa mfarisayo. ari mfarisayo. Mfarisayo katika Biblia, mfarisayo thĩinĩ wa Biblia ni wale waliaminiwa kufundisha neno la Mungu. Mehokeirwo kũrutana ũhoro wa Ngai. Na ndio waliaminiwa kufunza sheria ya Mungu. Na nĩo mehokeirwo kũrutana watho wa Ngai. Kwa hivyo Nikodemo alikuwa mmoja wa mafarisayo. Kwa hivyo Nikodemo ari umwe wao. Tena hakuwa tu mfarisayo, na ndarĩ mfarisayo tu, lakini alikuwa pia mkuu wa Mayahudi. Ari munene wa Wayahudi. Alikuwa mfarisayo, ari mfarisayo, alikuwa mkuu wa Mayahudi, ari munene wa Mayahudi. Na huyo Nikodemo, sio Nikodemo, huyo ambaye alikuwa amesomea sheria, alikuwa kama wakili wa sheria. Ucio wathomeire watho hana gatare wakili wa watho. Yule ndiye ambaye alikuwa ameaminiwa kufundisha sheria. Uria wehokeirwo guthomithania watho. Tuseme kama sasa, tuseme ni kama pastor, tuge ni ta muhunjia, ni kama kuhani wa kanisa, ni ta mutungatĩri wa kanitha, ni kama wale tunasemaga mwalimu wa kĩrĩra, ni kama neta mwalimu ũrĩa fundithanagia kiugo kĩa Ngai. Hello. Tena akawa ni mkuu wa Mayahudi. Na alikuwa ni munene wa Mayahudi. Tuseme alikuwa kama reverend. Ni kama alikuwa reverend. Kama alikuwa mzee wa kanisa. Ale tamo thuri wa kanisa. Alikuwa deacon. Ale deacon. Alikuwa priest. Ale mũthĩnjĩri Ngai. Lakini kwa haya yote, no maũndũ-inĩ maya mothe, akaondoka usiku akakuta Yesu Kristo. Akiuma agĩthiĩ agĩkora Jesu utuku. Akamwambia Yesu, akimwita Jesu, tumetambua, nĩtũmenyete, maana tumeona yale mambo huwa unafanya, nĩ tondũ nĩtuonete maũndũ marĩa wĩkaga, na tumejadiliana, na nĩtwaranĩirie na tũkoiga, na tumetambua, na nĩtũretĩkia kwamba wewe umetoka juu kwa Mungu, atĩ umĩte igũrũ kwĩ Ngai. Kwa sababu yale mambo unafanya, nĩ tondũ maũndũ marĩa ũreka, hakuna ambaye anaweza kufanya gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmeka isipokuwa aliyetoka kwa Mungu. nĩtiga ũrĩa umĩte kwĩ Ngai. Funzo letu la leo linasema hivi: tũrarutwo atĩa nĩ kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ? Kwenda kanisa haitoshi, gũthiĩ kanitha gũtiganĩte, kufundishwa neno la Mungu haitoshi, kũrutwo kiugo kĩa Ngai gũtiganĩte, kubatizwa haitoshi, ona kũbatithio gũtiganĩte, kulelewa na wazazi wa kanisa haitoshi, ona kũrerwo nĩ andũ a kanitha kana aciari wĩ kanitha-inĩ gũtiganĩte, hata kuenda kanisa kusherehekea Pasaka kama ya leo haitoshi, ona gũthiĩ gũkũngũĩra ũhoro wa gũkua kwa Jesu kuchaguliwa kukuwa chairede wa kanisa haitoshi, kufungwa kitambaa ya CWA haitoshi, ona kuohwa kitambaa ya kanitha gũtiganĩte, hata kufungwa ya madhakazo haitoshi, ona kuohwa kĩguaro gĩtiganĩte, kitambaa ya Women's Guild haitoshi, ona gĩtambaa kĩa Women's Guild gĩtiganĩte, hata ufungwe kitambaa ya kanisa yetu inaitwa Christian Faith Women haitoshi. kanitha gitũ gĩtiganĩte. Hallelujah. Hallelujah. Hauwezi shinda Nikodemo. Ndũngĩhota gũkĩra Nikodemo. Nikodemo alisomea sheria. Athomeire watho. Alikuwa wakili wa sheria ya Mungu. Arĩ mũnene wa watho wa Ngai. Alikuwa anafundisha sheria ya Mungu. Afundithanagia watho wa Ngai. Alikuwa mkubwa wa Mayahudi. Arĩ mũnene wa Mayahudi. Lakini
lakini akafika pahali none akinyire hado akajichunguza kama shamani ona ngoro yake akajiita akamkutana kwa moyo wake agikora Yesu akamkuta Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mtu anaenda kutafuta injili ya kweli inakuanga na aibu. Nikodemo hangeweza kuenda siku ya kanisa yao kwa sababu aliogopa wale watu wa dini yao. Aliogopa watu wa kijiji yake. Aliogopa wanafunzi wake. Maana alikuwa mwalimu. Alikuwa mkuu wa Mayahudi. Imagine saa hii chairman wa kanisa yenu. Akikuja hapa tukiwa hapa. Aseme ainue mikono aseme mimi nimekuja niokoke. Inawezekana kuwa ya aibu. Imagine chairman wa kanisa yetu akuje hapa ainue aseme nataka kuokoka. Imagine chairman wa development ama treasurer ama national chairman ama pastor wenyu akuje aseme leo siku ya leo ndio nimekuja nataka kujua Yesu. Haya mambo yanawezekana kama ya upuzi. Inaonekana ni mambo kama ya aibu. Ikiwa walitekelea Batimayo akiita Yesu amponye. Hata walikuwa wanamkataza kwenda kwa Yesu. Na je, kama ingekuwa Nikodemo angeenda mchana kutafuta Yesu. Kwa hivyo kama wakili anayefahamu maneno, kama mtu ambaye alielewa maneno, aliona ataenda kwa Yesu usiku. Na akaenda akamwambia, nitafanyaje niweze kupata ufalme wa mbinguni? Imagine mkuu wa sheria. Imagine mwalimu wa neno. Imagine mkuu wa Mayahudi. Imagine anayefundisha watu neno la Mungu. Anaenda kuuliza Yesu, nitafanyaje nipate ufalme wa mbinguni? Na ndio nakwambia siku ya leo, haijalishi kama wewe huenda kanisa, haijalishi kama wewe hupokea sakramenti, haijalishi kama wewe umekubaliwa kutoa ile toba uburi, haijalishi kama umefanya ndoa ya kanisa, haijalishi hata kama umesomea theology, haijalishi hata kama umesoma Biblia tangu Genesis mpaka Revelation, doesn't matter. Kile kinachojalisha ni kama wewe umemjua Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Paulo alikuwa mwalimu wa neno. Alisomea injili. Alisomea yale mashule makubwa ya Biblia. Lakini ilifika pahali akasema, mimi nimezaliwa Myahudi, mimi ni Mwebrania, nimetahiriwa siku ya 8, mimi nimesomea Ufarisayo. Lakini Paulo akasema, haya mambo yote, hata kama mimi nimezaliwa kwa ukoo ya Benjamin, haya yote nimepiga hesabu na nimeona, nimeamua ya kwamba yote nimeifanya takataka. Kile ninachotamani ni kutafuta Yesu, nimjue Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yangu. Haleluya! Pigia Bwana Yesu makofi. Bwana asifiwe. Unajua kuna raha kumjua Yesu. Paulo akasema, nataka nimjue Yesu mwenyewe, nijue msalaba
msalaba yake. Nemenye uhoro wa msalaba wake. Ile msalaba aliyowekwa. Ne oto wa msalaba ule kifo na kufufuka kwa Yesu. Kwa na kulioka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio nakuambia. Hatujakuja hapa kukuitia kanisa. Hatujakuja hapa kukufundisha mambo ya Biblia. Hiyo najua unajua. Hata tukikuja hapa kubishana Biblia, wengi wenyu watatushinda. Maana ulijua kubiblia tangu ukiwa mtoto. Hata hatujakuja hapa ukuje uchaguliwe kanisa yenu ukuwa kiongozi wa kanisa. Hata hatujakuja hapa kukuambia vile utajenga manyumba ya ghorofa. Maana wengi walijenga lakini wamekufa wenye dhambi. Wengi wamechaguliwa viongozi wa kanisa lakini washarati. Wengi wamepeana pesa hata wamenunua mashamba ijengwe kanisa lakini ni wa malaya. Wengi hata ni viongozi wa dini lakini wanaenda kwa wachawi. Na ndio hatujakuitia haya yote. Tumekuja kukuambia ukuje ujuane na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Huyo ndiye atakupatia amani na furaha ya milele. Uzaliwe tena mara ya pili. Sio uandiko tu kwa kitabu ya kanisa. Sio uandiko tu kwa kitabu ya development ya kanisa. Lakini uandikwe katika kitabu cha uhai na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Nikodemu akauliza. Sasa Yesu. Mimi ni mwalimu wa neno. Mimi ni mkubwa wa Mayahudi. Lakini nataka uniambie kitu moja. Nitafanyaje niweze kufika mbinguni kwa Mungu? Nirithi ufalme wa mbinguni. Yesu akamuuliza. Si wewe ni mkuu wa Mayahudi. Wewe ni mwalimu wa neno. Kwani haujui hii maneno vile inakuanga? Kwani unafundisha neno na wewe hujui njia ya mbinguni? Hata siku hizi kuna wengi ni viongozi wa dini. Wengine ni viongozi wa wamama na wa wazee na wa youth. Wengine ni praise and worship leader. Wengine ni maadministrator wa kanisa. Wengi ni matresha wanaweka mamilioni ya kanisa. Lakini hawajui njia ya msalaba ya kwenda mbinguni. Na hiyo njia ndio tumekuja kukukumbusha na kukujulisha. Kwamba Yesu Kristo pekee ndiye njia ya mbinguni. Kanitha ni utheri waheirwo okuonie njira ya matu-ini ihiwe kwĩmĩhutatĩra wahetia kũgwa irima ngoria. Kanitha nĩ ũtheri waheirwo okuonie njĩra ya matu-ini ihiwe wamĩhutatĩra wahetia kũgwa irima ngoria. Ndikwenda tuge hau hagukua no muhaka tondu no muhakae. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. No ningwendaga tunyite atiriri. Nilikuwa nataka tushike ya kwamba huyo muimbaji Osio Moini aliimba vizuri sana. Niliweka mono kwamba kanisa ni nuru ya kukuonyesha njia. Kanithani otheri wa gukuonereria njira. Ndoigire kanitha ni njira. Hakusema kanisa ni njia. No ndoige magaga kanitha ni njira. Lakini wengi wanasema kwamba kanisa ni njia. Wakakukura muthe kanitha ti njira. Nataka kukwambia kwamba siku ya leo kanisa sio njia. Kanitha tu ni utheri wa gukuonereria njira ya matu. Kanisa ni mwangaza wa kukuonyesha njia ya mbinguni. Ni tondu Jesu nderie Nikodemu ukwenda guthi kwa Ngai iguru. Yesu hakumwambia Nikodemu kana anataka kwenda juu mbinguni kwa Baba. Ati amwire ukaguonie kanitha ya Full Gospel. Hakumwambia kuja ni kuonyesha kanisa la Full Gospel. Ndio ingire kanitha wa Anglican. Hakumwambia ingie kanisa la ACK. Ndio ingire
kanitha kama maiki. Hakumwambia aingie kwa watu wa maji mengi. Ndiye kwa Korino. Hakumwambia aende kwa Wakorino. Amwambia masio mothe. Hakumwambia haya yote. Amwambia Nikodemu. Alimwambia Nikodemu. Ndakwara oma. Nimekwambia ya kwamba utasiarwa rege na maji na roho. Kama utazaliwa tena na maji na roho. Hata kutonya thamaki wake. Hautaurithi ufalme wa mbinguni. Akiuria ingetonya hata ya nitaingia aje kwa tumbo la mama yangu. Maana mimi ni mtu mzima. Akimwera Nikodemu kaye murutani wa watho na ndoyo horo. Yesu akamuuliza kwani wewe unafundisha na hujui maneno? Akimwera kile gisera ni mwere. Akamwambia kilichosaliwa na mwili ni mwili. Na kile gisera ni roho ni roho. Kilichosaliwa na roho ni roho. Na akimwera wewe na roho wa Ngai. Na akamwambia aliye na roho wa Mungu. Ana ta roho huo. Anakaa kama upepo. Roho rutanaga. Ile upepo ambayo ando matiwe kule rorathi. Watu hawajui kwenye inasoma. Bwana Yesu asifiwe. Na nikio toketa titondo wa kanitha. Sasa tumekuja na sio juu ya kanisa. Ile tole ya mugambo wa mundu ragerera. Sauti tu ya Mungu tunapasa sauti. Wao kwera aterere. Kukwambia ya kwamba etekera mwathani Yesu. Yesu Kristo. Kanitha no njega tondu nitucemanagia guthaitha Ngai. Nzuri maana tunaenda kumsifu Mungu. Kanitha ni njega nitunyitanaga guthie kugomana na guthathaiya. Tunaenda na tunashiriki kumsifu Mungu. No kanitha nigagutwara kwa Ngai. Lakini kanisa haitakupeleka mbinguni. Karia hanene muno kanitha gagutwara ni gugukinya kaburi-ini. Kubwa kanisa litakupeleka kwa buri. Ndathi kwa wega. Na usikwe vizuri. No kumagia hau. Lakini kutoka hapo mundu ni witu na Ngai. Ni wetu na Mungu. Haleluya. Haleluya. Eteka kumenyana na Yesu. Kubali kujuana na Yesu. Etekera kunengera mwathani muturire waku. Kumpatia Yesu maisha yako. Etekera ritwa rĩaku rĩandĩkwo ibuku-inĩ rĩa muoyo. Kubali jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima. Aingĩ nĩ magakora mwathani. Wengi watamkuta Bwana. Amwĩre mwathani Yesu. Mwambie Bwana Yesu. Niĩ nĩ ndakĩte makanitha maingĩ. Nilikuwa nimejenga makanisa mengi. Niĩ nĩ ndahothaga. Mimi nilikuwa natoa sadaka. Nĩndaroraga arwaru. Nilikuwa naangalia wagonjwa. Ndahingaga ciama. Nilikuwa nafanya miujiza. Yesu tahingũrĩra video ĩ. Yesu akamwambia fungulia video. Uangalie hata siku ya tarehe 20, tarehe 19. Mwezi 19. Mwezi wa 4 mwaka wa 2025 tulikuwa kwa Mido. Ukumbuki Yesu? Mwaka 2025 mwezi wa kana. Wewe Yesu kwani umepoteza memory? Ukumbuki hata nilikuwa nahubiri hapo. Habari ya kweli Yesu kwani ganeiro. Ukumbuki hata tulikuwa tunaimba hapo kwa barabara. Walilikana na netwaina haufarafara. Yesu atawaambia. Na Yesu kamera. Ondokeni kwangu siwajui. Ai kule ni todo ndimoe. Maana mlinisifu kwa midomo. Ne todo mwatega na berama. Lakini sio sisi we. Not hivi we. Mwathani agocwo. Yesu asifiwe. Ni arĩa mataka kwa moyo na Yesu. Wale watu ambao hatakuwa wamejuana na Mungu. Arĩa mataka kwa maandĩkĩtwo rĩtwa rĩa ibuku-inĩ rĩa muoyo. Wameandikwa katika kitabu cha uzima. Nĩ makahingĩrĩrio twaguo tũkwĩrĩtwo. Watafunguliwa kama vile tumeambiwa. Watafungiwa nje na maumbwa. Nĩ makahingĩrĩrio nje na magui. Na wezi. Na ici. Na wachawi. Na arogi. Na wauaji. Na arogani. Waabudu sanamu. Arĩa mahoyaga mehianano. Bwana Yesu atuhurumie sana. Yesu atuiguĩrĩre tha mũno. We no ũnjĩre atĩrĩrĩ. Na unaweza niambia ya kwamba we ũraria atĩ arĩa mathiaga kanitha matarĩ ahonoku matigathi kwa Ngai. We unasema wale wana kanisa na hawajaokoka hataenda kwa Mungu. Niĩ nditithanagira na kanitha ĩ. Mimi sisitianilini na kanisa. Niĩ ndĩ mũheani. Lakini mimi napeanaga sana. Na icunjĩ ciakwa cia 10. Unaona fungu langu la 10. Ndwanaga gwa ciana cia ndigwa. Napelekanga kwa wajane. Muona niĩ. Unaona mimi. Niĩ ndĩ mũheani. Mimi napeanaga sana. Niĩ hoyaga. Mimi ni mwombaji sana. O rũcinĩ itanoima nyũmba. Asubuhi naombaga kabla ya kutoka kwa nyumba. Niĩ itanoyaga tuthi kau gakwa. Kabla nichukue nduthi yangu. Niambaga kwaria na Ngai. Kwanza naonana na Mungu. Muona niona ingĩthũkũma wiki ng'ima. Hata nikifanya biashara wiki mzima. Ndigagĩrĩra nĩ ndacaria mũndũ ũmwe wĩna thĩna ngamũteithia. Natafuta mtu mmoja na namsaidia. Macio matigatũma ũthi kwa Ngai. Hiyo haitafanya ufike mbinguni. Ta imagine matigatũma ũtonye kwa Ngai. Imagine haitakufanya uingie mbinguni. Tondũ twĩna mũndũ ũngĩ wetagwo Kornelio. Tulikuwa na mwingine alikuwa anaitwa Kornelio. Nĩwe warĩ mũheani na mbembe. Alikuwa anapeana sana. Nĩwe warĩ mũhoi na mbembe itũra rĩao. Alikuwa anaomba sana kwa kijiji chao. No mũndũ ũrĩa wetigĩrĩte Ngai mũno itũra rĩao. Alikuwa anamuogopa Mungu sana. No thĩna wake warĩ kĩ? Lakini shida ilikuwa
ndamenya ni tena Yesu akahonokia ngoro yake. Hakuwa anajuana na Yesu amuokoe. Na nikio hindi mwe maandiko thiini wa Atumwa 10. Na ndiposa maandiko katika mitume 10. Maandiko magatwira. Maandiko yanatuambia ya kwamba wale mundu itũra-inĩ rĩa Kaisaria. kulikuwa na mtu katika Kaisaria. Wale munene wa thigari 100. Alikuwa mkubwa wa maskari 100. Etagwo Kornelio. Alikuwa anaitwa Kornelio. Nĩahoyaga Ngai kaingĩ. Alikuwa anamuomba Mungu mara mingi. Ona indo ciake nĩaheaga thĩni. Alikuwa anapatia pesa yake matajiri. Na hĩndĩ ĩmwe mahoya-inĩ ta thaa 9. Na siku moja masaa ya maapia saa 9. Malaika wa Mungu akamtokea. Malaika wa Ngai akamumerera. Akamwambia Kornelio. Akamwambia Kornelio. Nimetumwa na Mungu. Nimetumwa na Ngai. Maana ameona upeanaji wako. Ameona maombi yako. Lakini kuna jambo moja Kornelio. Kupeana mali yako haitoshi. Hiyo maombi yako mingi haitoshi. Hebu tumania mtumishi wa Mungu anaitwa Petero. Maana huko kunaitwa Jopa. Akuje akuelezee njia ya kupata uzima wa milele. Bwana asifiwe. Usidharau watumishi wa Mungu. Wewe unaweza sema mimi sihitaji mtumishi. Unaweza sema mimi sihitaji mchungaji. Kitabu yake yatokile kia hekalu. Maana ile pasia ilipasuka. Ikohenio ni Shetani. Usidanganywe na Shetani. Kitabu yake yatokile nigetha andu manyarare ndungata cia Ngai. Ile kitabu yake kupasuka ili watu waachukie watumishi wa Mungu. Yatokile tondu muthĩnjĩri Ngai ũrĩa watũraga atonyaga harĩa hatheru hatheru. Maana kuhani alikuwa anaingia pale patakatifu. Wĩra wake nĩ waninirwo nĩ Jesu. Kazi yake ilikamilishwa na Yesu. Rĩrĩa Jesu ambirwo mũtharaba-inĩ. Wakati Yesu alisulubishwa kwa msalaba. Akĩrutwo kaburi. Akakotolewa kama kondoo. Tene na tene. Milele na milele. Wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa warutaga kaburi o mwaka ũgĩthira. Kazi ya kuhani ambaye alikuwa anatoa dhabihu kila mwaka ikaisha. Na nĩkĩo gĩtambaya kĩu gĩatũkire. Maana pasia ilipasuka. No tũgĩtigwo na tũtiatigwo tũtarĩ na mũthĩnjĩri Ngai. Hatukuachwa bila kuhani. Mũthĩnjĩri Ngai ũcio wa mwaka o mwaka ehera. Kuhani wa kila mwaka alipoondoka. Tukigĩa na mũthĩnjĩri ũngĩ wa tene na tene wĩtagwo Jesu Kristo mwana wa Ngai. Kuhani mwingine Yesu mwana wa Mungu. Nake Jesu atua gũthiĩ. Lakini Yesu alipokuwa anaenda. Kiuga ndegũtũtiga ta ciana cia ngoriai. Akasema ya kwamba hatatuacha bure. Agĩtũtigĩra roho wa Ngai. Akatuachia roho yake mtakatifu. Nake roho ũcio wa Ngai. Na yule roho mtakatifu wa Mungu. Akĩgaĩra ndungata cia Ngai. Akawagawia watumishi wa Mungu. Akiuga atĩrĩrĩ. Akasema ya kwamba tondũ nĩ niĩ ndĩratũraga nao. Maana ni mimi nilikuwa nakaa na nyinyi. Na rĩu nĩ ndehera. Na sasa nimeondoka. Nĩngũmatigĩra ndungata iria irĩmarĩithagia. Nitawachia wale watakuwa na wachunga. Thĩinĩ wa Efeso 10. Katika Efeso 4:10. Akĩamũra amwe matuĩke arutani. Akateua wengine wao wafundisha. Nigetha marutage andũ a Ngai. Ili wao wakifundisha watu wa Mungu. Wewe atĩrĩrĩ. Wewe unasema. Wewe ambaye unasema kitambaa ya hekalu ilipasuka kila mtu ajifundishe. Ategeta kia hekalu nigiatokire. Agethura akateua wengine wawe wachungaji. Agesagora ke matuike ndungata ciake. Lakini wewe unasema. Mawe uga aterere. Tangu ile hekalu kitambaa ya hekalu ilikatika. Atekumarira kitambaa kiatokire. Hakuna mambo ya wachungaji. Ategotire horo wa ndungata ciake. Kila mtu ajiombee. Atemodo ehoyagire. Hiyo ni uongo ya Shetani. Masione mahani ma Shetani. Yesu aliwacha wachungaji. Yesu ni atigere ndungata ciake. Akawabariki na akawateua. Akemaradhima na akemabora. Wewe wanasaidia watu wa Mungu. Aria mateithagia andu a Ngai. Alafu akateua wengine manabii. Agesagora ke anabii. Ili wawe wanatumika kuwa mdomo wa Mungu. Nikuwa matuike kanua ka Ngai. Watu wanasema andu makaiga kitambaa ya hekalu ilipasuka. Ekendere kitambaa kia hekalu giatokire. Sistahili kuambiwa neno na mnabii. Ndihegeirwo kwirwo kiugo ni munabii. Wewe ninakuorota. Sijakuorota. Ukikataa nabii wa Mungu. Wale ndungata cia Ngai. Umekataa Mungu. Ni uregete Ngai. Hakufika hapo. Ndatigeire hau. Akateua wengine wakawa evangelists. Agesagora nge. Wahubiri. Akohujagia. Kama vile tumekuja siku ya leo. Kama vile tumekuja siku ya leo. Leo tumekuja kama wainjilisti. Toketa injilisti. Na Yesu akasema. Na Yesu akiuga. Yeyote atakayekubali kusikia neno la mwinjilisti. Omodo wale yetikira
yeyote atakayekubali kusikiza mtumishi wa Mungu atakapokuja kuhubiri. Yesu akasema ni Yesu mwenyewe wamepokea. Na watu wengi maroga atiriri, lakini watu wengi wanasema hawa wahubiri wamejaa huku, wamekaa ni kama wamekosa kazi ya kufanya. Kila saa ni makelele, matira atoe hawatupati muda. Kono tukandato hanete tare to oski. Ukienda mahali makanisa ni kama vioski. No kinya to haneta to oski. Ni lazima tuwe kama vioski. Todo Yesu akiwa agetoma huje kemera vile ile kondo guothe matora yothe. Mitume wake akawaambia muende duniani kote. Noeko huje ne kugate. Unajua kuhubiri ni kusema nini? Kuhuje ne ta ilioge kila sube usihuje ihuje sube ihuje pio. Ni kama kuweka chakula kwa chumvi ili chakula siwe na ladha. Ihuje pio ihuje. Siwe na ladha kabisa. Onoge itadumu mugoda. Uhuje dhumu uhuje pio mugoda wihore. Hata wakati unaweka mbolea kwa shamba. Na ino totigo kila. Na sisi hatutanyamaza. Ndio huyu ule matora mothe. Tutaweka hii neno katika kanisa hata kama inaitwa vioski. Habari njema ifikie watu hata wakiwa kwa vitanda. Hata karibu tuweke maredio ili injili ienee katika ulimwengu mzima. Hata wakati pasia ilipasuka, ni muthĩnjĩri ũrĩa wa mbũri weherire. Ni yule kuhani huyo kuhani aliondolewa. Kukakuwa na kuhani Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alikuwa anapokuwa anaondoka, aliwacha kwa kuhani wake wa mrepresent. Kwa hivyo kazi ya Mungu bado iko na watumishi wake. Na ndio unaona Paulo alipokutana na Yesu kwa njia akapigwa na mwangaza wa Mungu. Aliongeleshwa na Yesu Kristo mwenyewe. Lakini Yesu Kristo hakumfundisha ama kumuonyesha njia ya wokovu. Maana hiyo sio kazi yake. Ni kazi ya watumishi wa Mungu. Aliambiwa Paulo, enda kwa Anania. Huyo ndiye atakusaidia kujua njia ya ukweli. Atakuombea. Atakuombea ufunguke macho. Bwana asifiwe. Unahitaji watumishi wa Mungu. Unahitaji watumishi wa Mungu. Hana mama wa Samueli. Aliomba miaka mingi. Hana hakuwa na mtoto. Alikuwa anaenda kanisa anajiombea tu peke yake. Mpaka siku alienda akashiriki mahitaji yake na mtumishi wa Mungu. Akaulizwa, wewe unashinda hapa kanisa ukiomba kama mlevi? Akakubali kufunguka moyo. Akasema mimi sio mlevi, lakini niko na mahitaji na nisumbua moyoni mwangu. Maana natamani niwe mtoto. Wakati tu alifunguka moyo wake kushiriki mahitaji yake na mtumishi wa Mungu, mtumishi akamwambia, enenda na upokee unachohitaji. Neno la Mungu linasema tangia hapo shida ilisumbua Hana miaka mingi. Lakini kwa neno la Mungu kupitia kwa mtumishi wake, mimba yake ikafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe tunadharau watumishi wa Mungu. Hata ukiwaona wako wachache vile tumekuja hapa wachache, hata ukiona wako na maspika imepasuka kama hii, hata ukiona wako na makoti imeinama hivi kama ile mlikuwa mnasema sijui ya Rigi World, hata kama makoti imeinama, mutikana manyarare, usiwadharau. Maana hawajakuja kwa ajili yao, wamekuja kuwakilisha ufalme wa Mungu.
Si mnakumbuka kuna vijana 42 walichekelea mtumishi wa Mungu. Exactly. Pigieni mkamani makofi. Hallelujah. Amen. Walipoona huyo mtumishi wa Mungu alikuwa na kipara kikubwa, na imagine alikuwa ametembea safari ndefu sana, na alikuwa na stress, maana alikuwa amewachwa na Elijah. Aliwachwa na Elijah. Elijah akachukuliwa na mafarasi ya Mungu akaenda. Elisha akabaki akisema, "Oi baba yangu, oi baba umeniwacha." Alikuwa na stress. Akarudi tena, hakuwa na gari, akarudi na miguu. Imagine alikuwa amewachiwa anointing. Alipokuwa anaelekea huko Jericho, akatukutana na vijana 42. Wakaanza kumcheka. Ona kipara. Elisha akasema, Mungu mnanicheka, Mungu awaadhibu. Mungu alituma dufa sita watia dufa. Mungu akatuma dufa. Igere. Ilivakura hiyo hawa vijana 42 wote. Ikawakura wale vijana. Todo gai ni ale ruo na ndungata ciake. Maana Mungu ako na uchungu na watumishi wake. Koguo tugethi kurekia andũ a Ngai akwamindo. Tukielekea kumalizia watu wa kwamindo. Ni thengi tondu ni mwetikira gututhikiriria. Asante maana mmekubali kutusikiza. Kumia ira. Kutoka jana. Nyinyi mutikurio ni nduba. Hamutakuliwa na nduba. Nyinyi ni tukumuhoera kirathimo. Tutawaombea baraka. Ni tukurathimithia mĩciĩ yanyu. Tutabarikisha hii nyumba boma zenyu. Ni tukurathimithia biashara cianyu. Hata biashara zenyu tutazibarikisha. Maana mmetusika ugeni. Watu waduthi Bwana awabariki. Ni tondu ni mwetikirite kwamukira ndungata cia Ngai. Maana mmekubali kupokea watumishi wa Mungu. Kwiragwo mutumwo ndarumagwo na ndahuragwo. Ambaye ametumwa hawasi akapigwa. Kana ndaregagwo. Akataliwi. Hii no uregire kiria aoka gukwira. Pengine ukatae kile amekuletea. No ndukanarege mutumwo. Usimukatae. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu awabariki. Watu wa Mungu Ngai amurathime. Na ukumbuke tumekuja kusema usitoshereke ati sababu wewe ni wa kanisa. Tukaiganire ati tondu wewe wa kanisa. Usitoshereke sababu umesoma CRE. Ulikuwa unashika tondu ni thomete horo wa Ngai kana CRE ukanyita. Ati ulikuwa unashika CRE, ulikuwa unashika mae. Ati kwa sababu ulikuwa tondu wajitaka thini wa CRE. Usitoshereke sababu ulibatizwa hata bado ukiwa mtoto, ulipelekwa kwa nyumba Mungu ukiwa mtoto. Ona korona watu waliona ukibatizwa thini wa nyumba ya Ngai. Usifurahie sababu wazazi wako ni wa kanisa na ni viongozi hata ni wachungaji wa kanisa. Wakenelea ati tondu aciari aku ni kanisa. Imani yao haitakupeleka kwa Mungu. Wetekia kwa wetika gukinyia matuine. Imani yako ndio itakubalika mbele za Bwana. Wetekia waku ni kwa watu mawetekereke ha Ngai. Tusiwe kama Nikodemu. Tutikahane Nikodemu. Alikuwa mkuu wa Mayahudi. Ale munene wa Wayahudi. Alikuwa mwalimu wa neno. Ale arutanaga kiugo kia Ngai. Alikuwa wakili wa Bible. Ale mufundithania wa horo wa kiugo kia Ngai. Lakini hakuwa amemjua Yesu Kristo. No ndamenyanete na Yesu Kristo. Kama mwokozi wa maisha yake. Tamuhonokio wa muturire wake. Usiwe tu church goer. Ndwatuike muthii wa kanitha. Usiwe tu mtu muombaji. Ndwatuike mundu muhai. Usiwe tu mtu anajua Biblia. Ndwatuike mundu wa guthoma kiugo kia Ngai. Lakini jua Mungu mwenye Biblia. Menya mone ucio kiugo. Na utii sheria yake. Na wathikira watho wake. Maana si Biblia inasema Mathayo 7:7. Ni tondu kiugo kia Ngai kioiga. Mathayo 25:7. Thini wa kiugo kia Ngai Mathayo 25 hadi hapo. Sio wote wanaoniita Bwana Bwana. Yale yamejitaka Mwathani watakaorithi ufalme wa mbinguni. Lakini ni wale ambao watatenda mapenzi ya Mungu. Acheni tutii na tukubali kufuata vile Mungu anasema. Kuna injili potofu ambayo imekuja. In English language they say that we are not saved by the actions. We are not saved by deeds or actions. But we are saved by grace. Wanaongezea wanasema once saved forever saved.
egoture muhonoku. That is a demonic doctrine. Ucio ni rutani wa kidaimono. Ati mundu wakati kwamba mtu akiokoka ama akienda kanisa akiokoka. Ati mundu athi kanisa ine na honoka. Hata akibackslide, hata akienda umaraya, hata wizi, hata umaraya. Ona imawega ine wa Ngai na hore umaraya. Ati hata wacha kuwa mwokofu. Ati ndaga tiga gukorwe muhonoku. Hiyo ni udanganyifu wa shetani. Ucio ni maheni ma Satan. Ati we are saved by grace, not by deeds. Ati tuhonokete ni undu wa thati undu wa ciiko. Imani bila matendo imekufa. Wetekio tare na ciiko kigo kia Ngai kiroiga ni mukuo. Nionyesha imani yako na mimi nikuonyesha matendo yangu mazuri. Kigo kiroria nyonia ciiko ciaku njega na niguo. Nyonia ciiko ciaku njega na niguo nie. Ibrahimu hakubarikiwa tu kwa kuamini Mungu. Ibrahimu da radhimirwa tu ni undu wa gwetekia Ngai. Alikubali Mungu na akakubali kuchukua hatua kutoa mtoto wake. Etekirire kuoya ikinya getekia Ngai na akimurutira mwana wake. Na sio kuakti, alikuwa na act vile tuna act kwa TikTok ama kwa YouTube. Na timethako ya gerekano ekaga. Alikuwa anatoa mtoto wake kabisa. Arutaga mwana wake kiafi. Mungu akaona imani, akiona wetekio wake, na akaona matendo. Na akiona masiaro. Hata wewe amini Mungu. Na agetekia Ngai. Wewe amini Mungu. Wewe etekia Ngai. Na akubadilishe. Na agusejie. Uzaliwe mara ya pili. Masiaro rege. Uwe kiumbe kipya. Uwe kiumbe kiero. Uanze kuzaa mazao mazuri. Uwe masiaro mega. Mpaka watu waanze kusema aganiwe. Agatiwe. Maana wataona umebadilika. Metodo nimekuona kuharuruka. Korintho wa kwanza 5:17. Akorintho wa mbere 7:17. Yeyote aliye ndani ya Kristo Yesu. Ule wethini wa Kristo Yesu. Amekuwa kiumbe kipya. Atuwekete kiumbe kiero. Ya kale yamepita. Maundu matene ni mathirete. Tazama sasa ni kiumbe kipya. Ona leo ni maundu makemero. Nginya tuthambie gikombe iguru na thiini. Lazima tusafisha kikombe ndani na juu. Ndugutura we muhonoku no rathie njaga ta nyamu. Hauta tuambia kwamba umeokoka lakini unaenda uchi. Na ndugutura ati ni ngoro honoka gati mwili honoka. Hauta tuambia kwamba ni roho ambayo inaokoka sio mwili. Adamu aikara njaga, Ngai nio kiria kimwira ndikwenda wikare njaga, kimutumira nguo. Wakati Adamu alimkosea Mungu akaona ako uchi, Mungu alimwambia atakaa uchi. Kwa Ngai ndaroraga mere itu ndangia matumeire nguo. Kama Mungu wako anaangalia mili yetu yake washonea manguo. Kiugo gikoiga thiini wa thimo 7:10. Katika Methali 10:10. Ati ni kuri nguo cia umaraya. Kuna mavazi ambayo ni ya umaraya. Wahonoka biu. Ukiokoka kabisa. Tiga kuhonoka na wikarage na nguo cia umaraya. Awacha kuokoka na ukae na nguo za ukahaba. Wathani Ngai agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ona Yesu arakiuga twathi kuria kindu kia mbere tukaheo kuria matune ni nguo njega. Hata neno linasema kwamba tukifika mbinguni tutapatiwa kwa mrefu. Ona tutanaheo muoyo. Hata kabla ya kupewa uzima. Ona tutanaria matunda ma muoyo. Hata kabla ya kula matunda ya uhai. Ngai akaba kurumbuya mihumbire itu. Mungu ataangalia mavazi yetu. Tondu ni ararora. Maana kwa sababu anaangalia. Wathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Korondoka gukuhunjiria ndihumbite night dress. Kama ningekuja hapa nikiwa na ile nguo ya kulala. Ndio njitagwo Kamau. Nikwambia ya kwamba ninaitwa Kamau. Ni ukiamba kuhingicika. Ungekuwa confused. Kana ndina kamithi na sindiria. Haro. Amen. Wetereire mwire turakuhunjiria ukigwa njoke njuge Mwathani agocwo njitagwo Kamau. Ukiwa na kamisi na bra na nikuje hapa niseme mimi ni Kamau, utakuwa sika. Ndio gwita andu eria tatumire tokai muone kana ni ndirahitia kuona maundu maya. Utaita wawili watatu waulize kama ni wewe unaona vibaya. Rekei tuciare maciaro maringaine na uthingu na kwirira kuria tugirite. Wacha tusae masaa ambayo inaelekea mahali tunaenda. Ngai aturathime andu a Ngai. Bwana Yesu atubariki watu wa Mungu. Kenyonekana he mundu uranjigua tukirengia. Haleluya. Kama kuna mtu anajua na guoko. Yesu asifiwe. Ngai aturathime. Mungu wetu atubariki. Ningwenda gwita mundu ukienda kwamukira Jesu hwaini wa mungu. Nitaita ambaye anaweza kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Ona ithuĩ twahonokeio ciũngano ta ici. Hata sisi tuliokokea mkutano kama huu. Angĩ makĩhonokera macakaya. Wengine kwa mashakaya. Angĩ makĩhonokera nyũmba marĩa ikametoro. Wengine kwa nyumba wakiwa wamelala. Hatirĩ handũ ũtangĩtĩkĩra Mwathani Jesu. Hakuna mahali ambapo huwezi kumpokea Yesu. Okorwo nĩ ũkwenda kwamũkĩra ũhonokio wa Ngai ũmũthĩ ũka. Kama unataka kumkubali Yesu karibia. Ũka tũhoe. Kuja tuombe na wewe pamoja. Twĩtĩkie hamwe nawe. Tuamini na wewe pamoja.
anakungoja. Na Yesu ni agwetereire. Na Mungu Yesu Bwana Yesu anakungoja. Agutue kiumbe kieru. Akufanye kiumbe kipya. Muthuri uyu muthiniku nawe othinikite ngoro wathani niaragwita mwiguithanie nake nigetha kuhe thayũ nawe iguana na Yesu mwiguithanie nake nigetha kuhe thayũ nawe ũkĩenda mũciĩ mũrũgamu mũciĩ wĩna ngwatanĩro utagĩenyenyo nĩ ngoma iguana na Yesu nake atuĩke gĩtugĩ mũciĩ waku ũrũgame iguana na Yesu wĩiguithanie nake nĩgetha kũhe thayũ mũtumia mũthĩnĩku nawe atũra ũthiaga o karĩma ũkagũa Yesu wĩiguithanie nake nĩgetha kũhe thayũ nĩkĩo iguana na Yesu wĩiguithanie nake nĩgetha kũhe thayũ nawe ũranyarirĩkanĩke na Yesu ndarenda ihaki ona ũkĩoya njũĩ ikomio twarũra ituĩke maguta Soyaki, Araigada, Gemena, Tondo, Aragoro, Yaku, Negada, Kerai, Nekya, Iguana, na Jesu, Wĩiguithanie nake, Negada, Kerai, Thakame-inĩ ya Mwathani, nĩ harĩ ũtonga mũnene, ũtahana wa thahabu, ona Mchungaji Anthony akaweze kutu elekeza. Anaenda kusogelea dukata yake ya Anthony. Lakini natangaza na kusema watu wa kuamini Mungu wetu wabariki. Kama unaamini sema amen. Kama umeamini sema amen. Wana biashara Mungu awabariki. Akona biashara kaili tomo adime. Hawa wamekubali tuwapigie kelele na ima speaker. Anaenda kumanda ngena na speaker hizi. Na mutino yate customer na ikora. Mukusema kwa baba customer. Bwana Yesu awabariki. Na kugeuka kwa biashara cianyu. Na kuwa na mabadiliko katika biashara zenu. Mungu awatumie utajiri. Awaduthike ya murathime. Awaduthike Bwana awabariki. Arathime nduthi cianyu. Abariki nduthi zenyu. Itikonage mitino. Asisipatwe na maajali. Mutiga tukonanage na mikoro tuko kana muthenya. Usipate makoro usiku au mchana. Mutumagirwo customer matari akigio. Upatiwe customer ambao ni wa baraka. Wa marehia magakuongerera. Ukiwalipisha wanakuongezea. Bwana Yesu asifiwe. Kile tungehoya. Ile kijambo ambao tutawaomba. Biashara ya njohi. Biashara ya pombe. Nayo tungethaitha Ngai agarurire mwene njohi amwe biashara ingi. Mungu abadilishie hiyo mtu mwenye anauza pombe. Tondu tutigũkĩenda kĩage biashara arĩa kũrĩa. Biashara kosa chakula. No Ngai aramugarurira. Mungu ambadilishie. Amũringĩre tukiama. Amufanyie muujiza. Akarute biashara ingi. Afanye biashara ingine. Tondu munyui na mwendia wa njohi ni arume. Maana mwenye anakunywa pombe na muuzaji wamelaaniwa. Koguo Ngai aromuiguira tha. Bwana Yesu awahurumie. Amucenjerie biashara. Abadilishie biashara. Ngai arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ona bara ĩno ĩrorathimwo. Barabara Bwana ibariki. Aici mangĩhĩtũkĩra gũbanga gũthiĩ kũiya Ngai aromakania. Hapa kuja wakaibe Mungu akatase. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu Kristo. Ngai aririkane ciana cianyu. Mungu akumbuke watoto wenyu. Ngai aririkane aciari anyu. Mungu akumbuke wazazi wenyu. Ona arĩa mekũraya. Hata wale wako mbali. Ngai aromatungie irathimo. Mungu awabariki. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Tumeomba na kuamini. BDK TV, the truth shall set you free.